Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamzungumzia Oscar Kambona na tukio zima la utekaji ndege ya Air ATC mwaka 1982. Historia ya Oscar Kambona. Mwaka 1982 ni moja ya kurasa za kusisimua na zenye utata katika historia ya siasa za Tanzania. Hapa kuna maelezo ya kina zaidi kulingana na rekodi za kihistoria. Kambona ni nani? Oscar Salatiel Kambona alikuwa mwanasiasa shupavu na rafiki karibu wa Mwalimu Julius Nyerere wakati wa harakati za kudai uhuru. Nafasi alizoshika yeye, alikuwa katibu mkuu wa kwanza wa tano na waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Tanganyika, Tanzania. Kutofautiana na Nyerere. Kambona alitofautiana na Nyerere mwaka 1967 kufuatia azimio la Arusha. Yeye aliamini katika mfumo wa demokrasia ya vyama vingi na hakukubaliana na siasa za ujamaa na kujitegemea. Uhamishoni. Baada ya kutofautiana huko, alikimbilia nchini Uingereza ambako aliishi kwa miaka mingi akiwa kiongozi wa upinzani dhidi ya serikali ya Nyerere akiwa nje ya nchi. Tukio la kutekwa ndege ilikuwa mnamo mwezi Februari 1982. Tarehe 26 Februari mwaka 1982, ndege ya shirika la ndege ATC Tanzania aina ya Boeing 737 iliyokuwa ikitokea Mwanza kuelekea Dar es Salaam ilitekwa na vijana watano. Madai ya watekaji. Watekaji hao walikuwa vijana waliojitambulisha kama wanachama wa kikundi cha Tanzania Youth Democratic Movement. Madai yao makuu yalikuwa kwamba kumtaka Rais Julius Kambarage Nyerere ajiuzulu, kutaka mabadiliko ya demokrasia na mwisho wa mfumo wa chama kimoja. Safari ya ndege iliyotekwa. Ndege hiyo ililazimishwa kupitia miji kadhaa kwa ajili ya kuongeza mafuta na mazungumzo. Nairobi, Kenya, walitua kwa mara ya kwanza kuongeza mafuta. Namba 2 wakaenda mji mwingine unaitwa Jeddah, Saudi Arabia. Na namba 3 wakaenda Athens, Ugiriki. Namba 4 wakaenda Stansted, Uingereza. Hapo ndipo safari iliishia na mazungumzo ya mwisho yalifanyika. Uhusika wa Oscar Kambona. Uhusika wake katika tukio hili lilijitokeza wakati ndege hiyo ilipowasili Uingereza. Mapatanishi, serikali ya Uingereza ilimtumia Oscar Kambona kama mpatanishi kati ya watekaji na mamlaka, inayosemekana kuwa watekaji hao walikuwa na imani naye na walikubali kusalimu amri baada ya kuzungumza na yeye. Serikali ya Tanzania wakati huo ilimtuhumu Kambona kuwa ndiye aliyekuwa nyuma ya mpango huo kwa utekaji na kuivuruga serikali ya Nyerere, tuhuma ambazo Kambona alizikanusha mara kwa mara, akidai kuwa yeye alisaidia tu kumaliza mzozo huo bila umwagaji damu. Hatima ya watekaji. Baada ya saa 54 za mzozo, watekaji walijisalimisha, walihukumiwa nchini Uingereza na kutumikia vifungo kwa kuanzia miaka 3 hadi 8. Hitimisho la maisha ya Kambona. Oscar Kambona alirejea Tanzania. Karibu tena kwenye Mohamed Talk, funguka nasi. Usisahau kusubscribe,